Bwana kwa kuwa una nguvu. Asante Bwana kwa kuwa wastahili. Asante Bwana kwa kuwa unatosha. Tunaandaa mioyo yetu kwa ajili ya neno lako. Tunaandaa nafsi zetu kwa ajili ya kukusikia. Tunaandaa akili zetu kwa ajili ya kukusikia. Unakwenda kusema nasi, tukawe na masikio na kutenda yale unayotaka tutende, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu mpigie Roho Mtakatifu makofi mengi sana. Nikuombe uweze kukaa mahali ulipo. Na zaidi sana wageni wote waliotutembelea, naomba tuwapigie makofi matatu ya shukrani. Na pia tuna watu ambao wanatuangalia kwenye vyombo vya habari, naomba pia tuwapigie makofi mengi ya shukrani. Na pia tumefurahi kuona wageni, hususani tuna mtumishi wa Mungu Mama Scholastica kutokea pale Chunya kwa mchungaji Mwenda Mpapa. Karibu sana. Na atambua nafasi yako pale kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo karibu sana. Najua umepita kutusalimia hapa ni nyumbani. Tumefurahi na sisi kukuona. Jamani, tupigie makofi mtumishi wa Mungu. Na wengine wote ambao hawakuwepo, wengine hatujaonana Jumapili 2-3, wengine hatujaonana siku za katikati, wengine hatujawasiliana, lakini leo tunatazamana live. Huu ni upendo wa agape wa Mungu Baba aliye hai. Hebu mwambie jirani yako kama umekaa naye karibu, nimefurahi sana kukuona siku ya leo. Alafu mpigie makofi ya shukrani kama unampenda. Tutakuwa na neno la Mungu leo, na ni muhimu sana uweze kuchukua notebook yako na kuandika. Na mimi maombi yangu ni kwamba Roho Mtakatifu akuatamie. Amen. Ili chochote ambacho Mungu anakwenda kusema nawe, shetani asing'oe hiyo mbegu ambayo Bwana anakwenda kuiachilia kwenye moyo wako leo. Uko hapa au unatutazama kwa sababu maalum, na habari njema ni hii, ni kwamba kuna jibu ambalo umekuja kulichukua siku ya leo. Kuna swali umekuja nalo kwamba itakuwaje mwaka huu? Itakuwaje mwaka huu? Mungu anakwenda kukuletea jibu lako. Amen. Umefurahi na una amani, umpigie Yesu makofi. Na mimi namjua Mungu mwaminifu, anakwenda kujibu kila maswali ulionayo. Amina. Na mfahamu vizuri Mungu, yeye ni mwaminifu. Anakwenda kujibu kila aina ya swali ulilonalo. Tutakuwa na ujumbe unaosema dalili kuu ukiokoka, dalili kuu inayoonyesha kwamba Mungu anatembea na wewe. Jambo gani ambalo ukiliona hilo wakati umeokoka, utakiwi kuanza kushtuka kusema na hivi tena? Unatakiwa kujua moja kwa moja kwamba hapa sasa Mungu anatembea na mimi. Mungu ameanza kuniinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 46 na ule mstari wa kwanza. Na ni mstari ambao unafahamika vizuri kabisa. Hata mtu wa kawaida anajua huu mstari. Maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa nini?
Hebu sema kwa sauti. 1, 2, 3. Tuseme huu mstari kwa pamoja. 1, 2, 3. Twende. Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tena wakati wa mateso. Hebu simama wakati unasema huu mstari. Naomba tusimame tafadhali. 3, twende. Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tena wakati wa mateso. Rudia tena. Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tena wakati wa mateso. Hebu ulize jirani yako, umeelewa? Mwambie msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Mwambie wakati unateseka, Mungu yuko hapo. Mwambie kwa hiyo dalili kuu namba 1, ukiokoka mateso au majaribu yanaonyesha kwamba unalo kimbilio, kwamba unatembea na Mungu. Hebu tumpigie Yesu makofi. Hebu naomba ukae mtoto Mungu. Roho Mtakatifu huwa anakufunulia mambo ya ajabu ambayo wenye degree, maprofesa, mawaziri wa ulimwengu huu, wanasayansi hawajui. Na ninapotafakari wiki hii habari ya neno la Mungu kwa habari ya maisha yangu, nakutana na ufunuo huu mkubwa sana ya kwamba ukiokoka, dalili ya kwanza itakayoonyesha kwamba Mungu anatembea na wewe ni pale unapopitia jaribu. Inawezekana uko hapa lakini kuna jambo linakusumbua kwenye maisha yako, na unasema Yesu angetokea hata siku moja nimuone live, ningemweleza uchungu wa maisha yangu wa muda mrefu, ningemweleza mapito yangu ninayopitia. Maana inawezekana sina mtu wa kumwambia shida yangu pale ambapo nahitaji msaada. Wengine watawaambia wazazi, watawasaidia, lakini wengine hawana wazazi hao wa kuambia. Wengine watawaambia mabosi wao, watawasikiliza, lakini wengine